Karibu tena kwenye Hazina za Biblia. Leo tutaenda kuangalia uovu uliojaa duniani baada ya Adamu. Baada ya vizazi vya Adamu kuongezeka duniani, watu walijenga familia, wakapanua makazi yao na kuijaza dunia. Lakini kadri idadi yao ilivyoongezeka, ndivyo jambo lingine liliongezeka pia. Dhambi ilizidi kuongezeka ulimwenguni. Historia ambayo inaanza kuelezea kwa uumbaji mzuri wa Mungu sasa ilikuwa imeanza kubadilika. Wivu wa Kaini, mauaji ya Habili na kuendelea kwa dhambi kutoka kizazi hadi kizazi vilianza kuenea katika jamii nzima. Biblia inatuonyesha kwamba Mungu aliendelea kuwa mwaminifu kwa mwanadamu, lakini mwanadamu wengi walichagua kuishi mbali naye. Simulizi hii inapatikana katika kitabu cha Mwanzo sura ya 6 aya kwanza hadi ya 8. Dunia inavyozidi kuongezeka, vizazi vilivyopita, dunia ilijaa watu. Miji ilianza kujengwa, familia zikaanzishwa na maisha yakaendelea. Lakini pamoja na maendeleo hayo, mioyo ya watu wengi ilianza kugeuka na kuwa mbali na Mungu. Baada ya kutafuta haki, watu wengi walitafuta tamaa zao wenyewe. Badala ya kutenda mema, walichagua njia za uovu. Biblia inaonyesha kwamba tatizo kubwa halikuwa idadi ya watu, bali ilikuwa hali ya mioyo yao. Dhambi ilitawala katika jamii. Kadri muda ulivyopita, dhambi haikuwa tena kosa moja tu, bali ilianza kuwa sehemu ya maisha ya jamii. Ukatili ukaongezeka, haki ikapungua, upendo ukaanza kupotea. Watu wengi walimwacha Mungu na kuishi kana kwamba hawakumjua Mungu wala hawakuhitaji mwongozo wake. Makanisa mengi yanafundisha kwamba dhambi binafsi inaporudiwa mara nyingi inaweza kuathiri jamii nzima na kuunda mazingira yanayochochea maovu zaidi. Mungu, baada ya kuona Mungu ana moyo kwa mwanadamu, Biblia inasisitiza kwamba Mungu hakuangalia matendo ya nje pekee. Aliona moyo wa mwanadamu, akaona kwamba mawazo na nia nyingi za watu zinaelekea kwenye uovu. Aliona moyo wa mwanadamu, akaona kwamba mawazo na nia nyingi za watu zinaelekea kwenye uovu. Hii inatukumbusha kwamba Mungu hutazama zaidi ya maneno na matendo yanaonekana. Anaona nia, uchaguzi na uelekeo wa moyo wetu. Hakuna jambo linaloficha mbele za Mungu. Huzuni ya Mungu ikatawala. Biblia inatumia lugha ya kibinadamu kueleza kwamba Mungu alihuzunika kwa sababu ya uovu wa mwanadamu. Hii haimaanishi kwamba Mungu hubadilika kama mwanadamu au kwamba hakujua kinachoendelea. Baada yake ni njia ya kutusaidia kuelewa jinsi dhambi ilivyo kinyume na mapenzi yake. Makanisa mengi pia yanafundisha kwamba Mungu ni mtakatifu kabisa na anatawala. Mwanadamu aishi katika upendo, haki na utakatifu. Dhambi huvunja ushirikiano huo. Tunaamini katikati ya giza. Ingawa dunia ilikuwa imejaa uovu, Biblia inaonyesha kwamba bado kulikuwa na mtu mmoja aliyebaki mwaminifu kwa Mungu. Jina lake lilikuwa Nuhu. Hii ni ishara kwamba hata wakati wengi wanapoacha njia ya Mungu, bado inawezekana kuishi kwa haki. Mungu hakuwahi kuacha kuongezeka wala anomtafuta kwa moyo wa kweli. Na kupitia Nuhu alianza hatua mpya katika historia ya wokovu. Tunajifunza nini katika simulizi hii? Moja, dhambi huanza mioyoni mwetu kabla haijaonekana katika matendo. 2, jamii inaweza kuathiriwa vibaya watu wengi wanapoacha njia ya Mungu. 3,
Mungu anaona moyo wa kila mwanadamu. 4. Mungu huchukia dhambi lakini humpotezea matumaini kwa wanadamu. 5. Hata katika nyakati za giza Mungu hawezi. Watu wanaishi kwa haki na uaminifu. Pia tunafundishwa kwamba kufanya uchaguzi wa dhamiri mara kwa mara, kutubu dhambi zetu kupitia sakramenti ya upatanisho na kuomba neema ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Simulizi la wokovu linatujia kwamba dunia si historia ya zamani pekee. Ni mwaliko wa kujiuliza, je, moyo wako unamkaribisha Mungu au unazidi kuwa mbali na Mungu? Je, ninachangia kujenga jamii ya haki na upendo au ninachangia kueneza chuki na ubinafsi? Mungu anaendelea kuwa mwaminifu hata wakati wa dunia inapojaa uovu. Na katika sehemu inayofuata katika mfululizo wetu tutajifunza jinsi Mungu alivyomwita Nuhu, mtu aliyepata kibali mbele zake, na jinsi alivyoanza mpango wa kuokoa maisha kupitia safina. Asante kwa kusikiliza Hazina za Biblia. Usisahau kushare, kulike na kusubscribe kama kuna kitu umejifunza.